Karibu kusikiliza simulizi hii ya kusisimua. Tafadhali kuwa nami hadi mwisho wa simulizi hii ili ujifunze mengi. Laurent na Gladys walikuwa wameoana kwa miaka 5 na mwanzoni kila kitu kilionekana kuwa kizuri kabisa. Laurent alimpenda Gladys jinsi alivyo, mwili wake mwembamba, kicheko chake kilichojaa furaha na namna alivyomhudumia kwa upendo na kujali. Walijenga maisha ya furaha pamoja na kwa muda ilionekana kama hakuna kitu kingeweza kuwatenganisha. Lakini kadri muda ulivyopita, tabia ya Laurent ilianza kubadilika. Maneno yake ya upendo kuhusu muonekano wa Gladys yalibadilika na kuwa malalamiko. Siku moja jioni walipokuwa wameketi kula chakula chao cha usiku kwenye sebule yao ndogo huko Sinza, Laurent alimkazia macho Gladys kwa mtazamo wa kutoridhika. Umelegea sana Gladys, Laurent alisema kwa sauti ya baridi. Gladys alishtuka. Unamaanisha nini? Umekuwa ukinipenda hivi hivi tangu mwanzo, alijibu kwa mshangao. Laurent alitingisha kichwa. Nataka uonekane kama mwanamke halisi mwenye maumbo mazuri. Hii mwonekano wako wa kuwa mwembamba sana hauvutii tena. Maneno hayo yalimuumiza Gladys sana. Alijivunia muonekano wake na aliwahi kuamini kuwa Laurent alimpenda kwa hali yake hiyo. Lakini sasa maneno hayo yalimfanya ahisi kuwa hastahili tena. Lakini ulinioa nikiwa hivi. Nini kimebadilika? Aliuliza kwa sauti ya huzuni. Laurent aliinamisha macho yake kwenye chakula. Nadhani ungeonekana vizuri zaidi kama ungeongeza uzito. Usibaki mwembamba namna hii tena, hainivutii, aliongeza kwa sauti ya kutojali. Gladys alihisi moyo wake ukizama. Hakuwa na jibu. Mwanaume aliyempenda kwa dhati, ambaye aliishi naye kwa upendo, sasa alikuwa akimtaka abadilishe kitu muhimu sana kwake. Usiku huo alipolala kitandani, mawazo yalimsumbua sana. Je, kweli alikuwa mwembamba sana? Je, alihitaji kubadilika ili amfurahishe Laurent? Akiwa amehisi shinikizo kubwa la kumfurahisha mumewe, Gladys alifanya uamuzi. Ataongeza uzito, haijalishi inagharimu nini. Alimpenda Laurent na kama hicho ndicho alichotaka, basi alikuwa tayari kujitolea. Kesho yake alianza kula zaidi ya kawaida, vitafunwa, vyakula vya haraka, milo mikubwa, chochote ambacho kingemsaidia kuongeza uzito. Laurent alikuwa akimshangilia, akihakikisha kuna chakula kingi nyumbani. Alimletea pipi, alijaza jokofu kwa vitafunwa visivyo na afya na kila mara alimsisitizia, kula tu Gladys, unahitaji kuongeza uzito kidogo, alisema kwa tabasamu. Ingawa Gladys alitii, alihisi akiwa katikati ya msuguano wa nafsi. Alikuwa anakula kwa ajili ya Laurent, si kwa ajili yake mwenyewe. Na hali hiyo ilikuwa inaanza kumchosha kiakili. Mara nyingi alijihisi kuvimbiwa na kutokuwa sawa, lakini aliendelea kujipa moyo kuwa hivi ndivyo mapenzi yanavyotakiwa kuwa, kujitoa. Siku moja alasiri, Gladys aliamua kumweleza rafiki yake wa karibu, Nancy, kwa matumaini ya kupata faraja. Walikutana kwa chai Sinza na Gladys alimwambia kwa sauti ya uchovu, Laurent anadhani nimekonda mno, alisema kwa huzuni. Anataka niongeze uzito na nimekuwa nikila sana hivi karibuni ili tu nimfurahishe. Kwa mshangao wa Gladys, Nancy alitikisa kichwa kwa kukubaliana. Hajakosea sana Gladys. Wewe umekuwa mwembamba siku zote. Labda haitadhuru kuongeza kilo chache, unaweza hata kuonekana na afya zaidi. Gladys alimwangalia rafiki yake kwa mshangao mkubwa. Alitarajia Nancy amtetee, lakini sasa alionekana kama anaunga mkono maoni ya Laurent. Alijisikia kusalitiwa. Unamaanisha kweli? Gladys aliuliza kwa sauti ya chini. Nancy alijibu, nasema tu unaweza kuonekana vizuri zaidi ukiwa na uzito kidogo. Usinielewe vibaya. Gladys aliondoka kwenye mazungumzo hayo akiwa amechanganyikiwa na kujaa wasiwasi zaidi. Kwanza mume wake, sasa rafiki yake wa karibu. Je, kila mtu alianza kumwona hivyo? Lakini haikuishia hapo. Mshangao mwingine ulifika usiku mmoja mama wa Laurent alipowatembelea. Alipomwona Gladys tu, alimkodolea macho kisha kusema kwa sauti ya baridi,
Gladys, umekuwa mwembamba sana. Sielewi unawezaje kuonekana hivi, hasa ukiwa na mume mwenye uwezo kama Laurent. Watu wanazungumza, unajua. Wanasema, angalia yule binti maskini aliyemuoa Laurent, anaonekana kama anakufa njaa. Ni aibu kwa familia yetu. Gladys alihisi moyo wake ukidondoka. Alijua kuwa mama wa Laurent hakuwa amewahi kuupenda ndoa yao, lakini haya yalikuwa maneno makali mno. Najaribu kuongeza uzito, Gladys alisema kwa sauti dhaifu. Mama wa Laurent alicheka kwa dharau. Ulipaswa kuanza zamani. Sikuwahi kuidhinisha ndoa hii. Na sasa naona nilikuwa sahihi. Wewe si wa kiwango cha mwanangu. Maneno hayo yalimgonga Gladys kama kisu. Baada ya maumivu kutoka kwa Laurent na Nancy, sasa mama mkwe wake alimshambulia pia. Alijaribu kujizuia kulia, lakini machozi yalimwagika alipobaki peke yake. Usiku baada ya usiku, Gladys alijikuta akijiliza hadi kulala, akiwa mfungwa katika mwili asiyoutambua tena na kwenye ndoa iliyokuwa ikivunjika mbele ya macho yake. Licha ya maumivu ya kihisia aliyokuwa akipitia, Gladys aliendelea kula kwa bidii ili ampendezeshe Laurent. Taratibu alianza kuongeza uzito. Mwili wake mwembamba ulianza kuchukua umbo, akawa na maumbo yaliyovutia zaidi, lakini badala ya kujihisi ameridhika, alihisi kuwa mzito kimwili na kiakili. Hakuwa tena Gladys yule wa zamani. Na bado, licha ya juhudi zake zote, Laurent hakuridhika. Siku zilivyopita, maneno mazuri kutoka kwa Laurent yalizidi kupungua na alionekana kupoteza mvuto kwake. Gladys aliona jinsi mumewe alivyokuwa akiwaangalia wanawake wembamba kila walipotoka nje. Aliona jinsi alivyopoteza ile mvuto aliyokuwa nayo kwa mume wake hata baada ya kubadilika kwa ajili yake. Kisha siku moja, kilichomvunja kabisa kilitokea. Laurent alianza kuchelewa kurudi nyumbani. Na usiku mmoja, Gladys alisikia mazungumzo ya simu. Alikuwa akiongea na mwanamke mwingine. Hofu yake kubwa ikathibitika. Laurent hakuwa tu amepoteza mapenzi kwake, alikuwa anamsaliti. Akiwa amevunjika moyo, Gladys alijikuta mbele ya kioo, machozi yakimtiririka usoni. Alikuwa amejibadilisha kila kitu kwa ajili ya mume wake, lakini bado haikutosha. Siku moja akiwa jikoni akiosha vyombo, simu yake ililia. Alipoangalia namba haikujulikana, lakini akaamua kuipokea. Halo? Gladys alisema kwa sauti ya utulivu. Kulikuwa na kimya kidogo, kisha sauti ya mwanamke ilisikika upande wa pili wa simu. Nataka ujue kitu. Rafiki yako mkubwa Nancy amekuwa akilala na mumeo. Wamekuwa kwenye uhusiano kwa miezi mingi. Gladys aliganda. Sahani aliyokuwa nayo mkononi ilianguka na kuvunjika. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Hakuelewa kama ni ndoto au kweli. Wewe ni nani? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Lakini mpigaji simu alikatiza simu bila kusema kitu kingine. Mikono ya Gladys ilitetemeka aliposhusha simu. Mawazo yalikuwa yakimkimbia kichwani. Inawezekana kweli? Nancy, rafiki yake wa karibu. Alikumbuka tabia za ajabu za Nancy siku za karibuni, kuacha kuja nyumbani, kubadilisha mada kila Laurent alipokuwa akitajwa. Na Laurent naye alikuwa baridi siku hizi. Je, vyote hivi vilihusiana? Jioni hiyo Laurent aliporudi nyumbani, Gladys alikuwa amekaa sebuleni akimsubiri. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi. Hakuwa na uhakika jinsi ya kuanza, lakini alijua alihitaji kukabiliana naye. Laurent, tunahitaji kuzungumza, Gladys alisema, akijaribu kudhibiti sauti yake. Laurent alimtazama kwa uso uliojaa kuchoshwa. Tena nini sasa? Gladys alipumua kwa kina. Leo nimepigiwa simu. Mtu aliniambia kuwa umekuwa ukiwa na uhusiano wa kimapenzi na Nancy. Ni kweli? Uso wa Laurent ulibadilika mara moja, akawa mkali. Nancy? Ujinga gani huo, Gladys? Nani aliyekuambia huo upuuzi? Sijui ni nani, lakini walijua kila kitu. Wewe umekuwa mbali nami, umetengwa, na sasa haya yanatokea.
Tafadhali niambie ukweli, Gladys alisema kwa machozi yakianza kujaa. Laurent alikaza uso na kumtazama kwa hasira. Siwezi kuamini unanisikilizia maneno ya mtu usiyemjua badala ya kuniamini mimi, mume wako. Upo serious kweli? Gladys alijizuia kulia. Mimi si mjinga, Laurent. Nimeona mabadiliko yako. Kuchelewa nyumbani, kukwepa mazungumzo. Sasa mtu ananipigia kunieleza yote haya. Tafadhali niambie ukweli. Laurent alicheka kwa dharau. Ukweli ni kwamba unawaza sana mambo yasiyo na msingi. Umejinenepesha, huna amani na mwili wako, na sasa unanituhumu mimi kwa mambo ya kipuuzi. Labda ukijali zaidi kujitunza badala ya kunichunguza mimi, mambo yangekuwa sawa. Gladys alihisi kama amepigwa ngumi kifuani. Macho yake yalikuwa yakiangalia mtu ambaye hakuweza kumtambua tena. Laurent, umebadilika. Hii siyo tena ndoa ya upendo. Hata ukiangalia machoni mwangu huna tena mapenzi. Laurent alisimama na kuanza kupiga hatua sebuleni. Labda tatizo ni wewe, Gladys. Labda wewe ndio ulinisukuma mbali. Gladys alimtazama mume wake kwa maumivu makali moyoni. Mtu aliyempenda sana alikuwa amegeuka kuwa mgeni. Alielewa sasa kuwa haijalishi afanye nini, hakuwa tena wa kutosha kwake. Laurent alipotoka sebuleni na kufunga mlango kwa hasira, Gladys alianguka kwenye sofa na kulia kwa uchungu. Hakutaka kuamini maisha yake yamegeuka kuwa hivi. Mwanaume aliyemwamini, aliyepambana kujenga maisha naye, sasa aligeuka kuwa mtu anayemuumiza kila siku. Na kilichoumiza zaidi, hakuonyesha hata kujali. Rafiki msikilizaji, kabla hatujaendelea na simulizi yetu, na kuomba like video yangu. Asante sana. Basi moyo wake ukiwa bado unaumia, Gladys alihitaji kusikia ukweli moja kwa moja kutoka kwa Nancy. Alichukua simu yake kwa mikono iliyotetemeka na kumpigia rafiki yake huyo wa karibu aliyegeuka kuwa kitendawili. Simu ilipoanza kuita, Gladys alihisi kifua kizito, kisha sauti ya Nancy ikajibu kwa kawaida. Halo, Gladys. Gladys alipumua kwa nguvu. Nancy, kuna kitu nataka kukuuliza. Tafadhali niambie ukweli. Kuna mtu aliniambia kuwa umekuwa na uhusiano wa kimapenzi na mume wangu. Ni kweli? Kimya kilitawala kwa sekunde kadhaa kabla Nancy hajajibu kwa sauti ya maumivu. Gladys, unawezaje kufikiri hivyo? Wewe ni rafiki yangu wa karibu. Kwa nini nifanye kitu cha aina hiyo? Gladys alitaka kuamini, lakini moyoni aliendelea kuhisi kuna jambo. Sijui cha kuamini tena, Nancy. Mambo haya yote, tabia ya Laurent, tabia yako, yote yamekuwa ya kushangaza. Nilihitaji tu kusikia kutoka kwako. Nancy alianza kulia. Gladys, naapa. Siwezi kukufanyia jambo hilo. Nakupenda kama dada yangu. Mtu aliyekupigia simu anajaribu kutugombanisha. Tafadhali usiamini. Gladys alipumua kwa kina. Labda kweli alikuwa anajisumbua bila sababu. Samahani Nancy, lakini nilihitaji kujua tu. Baada ya simu hiyo, Nancy alimpigia Laurent haraka. Umesikia alichofanya Gladys? Ameanza kuniuliza kama tunalala pamoja. Unaweza kuamini? Hii ni dharau kubwa. Laurent, ambaye tayari alikuwa amekasirishwa na mwelekeo wa Gladys, alijibu kwa hasira. Nimeshaanza kuchoka na hizi drama zake. Nitashughulikia. Jioni hiyo, Laurent alirudi nyumbani akiwa na hasira kali. Alimfuata Gladys sebuleni na kumtazama kwa jicho kali. Umewezaje kumtuhumu Nancy? Rafiki yako wa karibu. Gladys alijaribu kueleza, sikumtuhumu. Niliuliza tu. Kuletea taarifa za ajabu na sikutaka kuhukumu bila kuuliza. Lakini kabla hajamaliza, Laurent alimpiga kofi usoni. Wewe ni mwanamke wa ajabu sana, Gladys. Daima unahangaika na vitu visivyokuwepo. Nancy ni rafiki yako na unamdhalilisha kwa tuhuma zako za kijinga. Gladys alishindwa kuamini kilichotokea.
Mwanaume aliyempenda sasa alikuwa akimdhulumu kimwili mbele ya macho yake mwenyewe. Machozi yakimtiririka, alikimbilia chumbani na kujifungia, moyo wake ukiwa katika maumivu yasiyoelezeka. Lakini mambo hayakuishia hapo. Baadaye usiku huo, simu yake iliita tena. Ilikuwa ni mama mkwe wake. Gladys alisita, lakini akajibu. Halo mama. Gladys, kuna tatizo gani na wewe? Nimesikia umemletea Nancy maneno makali. Wewe huna kazi nyingine zaidi ya kuleta drama. Kama ungekuwa mke mzuri, ungekuwa na ujauzito sasa hivi. Lakini badala yake umekuwa mzito na mvivu. Unawezaje kumtazama mumeo usoni na bado hujamzalia mtoto? Gladys alijibu kwa sauti ya chini, na jaribu mama. Jaribu? Wewe ni mwanamke mvivu, mnene na usiyejua kulea ndoa. Mwanao atakuacha na utakuwa umejiletea mwenyewe matatizo yako. Na usisahau, wote walikuambia usimuoe Laurent. Hukustahili kuwa wake. Simu ilikatwa ghafla. Gladys aliachia simu ikidondoka chini, mwili wake ukitetemeka kwa hasira, huzuni na kuchanganyikiwa. Hakujua la kufanya. Alikuwa akishambuliwa na kila upande, na mume wake na rafiki yake na mama mkwe wake. Alijuta kuolewa na Laurent. Watu walimwambia kuwa Laurent alikuwa mama's boy, na sasa kila alichokuwa ameambiwa kilikuwa kikitokea mbele ya macho yake. Aliwaza kila ishara aliyokuwa akiipuuza. Alijitoa kupigania ndoa yao, lakini sasa kila mmoja aliye karibu naye alikuwa akimuumiza. Gladys alilala usiku huo akilia mpaka akapoteza fahamu ya muda. Alijihisi mpweke kabisa katika nyumba iliyowahi kuwa ya upendo, ambayo sasa ilikuwa gereza la mateso. Baada ya wiki kadhaa kupita tangu yale yote kumkumba Gladys, alijitahidi kuendelea kuvumilia maisha yake ndani ya ndoa iliyogeuka kuwa kivuli cha giza. Alijifungia ndani zaidi, akiwa mpweke na aliyechoka. Lakini mambo hayakuishia hapo. Miezi miwili baadaye, Nancy alifika nyumbani kwa Gladys akiwa na tabasamu kubwa na uso uliojaa furaha. Alikuwa na habari ya kusisimua. Nina ujauzito, Nancy alitangaza kwa furaha. Gladys alishangaa. Kwa muda huo mfupi, rafiki yake sasa alikuwa mjamzito. Alimkumbatia kwa kujaribu kuonyesha furaha ya nje, hata kama ndani ya moyo wake kulikuwa na machungu na mashaka. Hongera sana Nancy, alisema kwa sauti ya kujilazimisha. Lakini alipouliza swali la kawaida, ni nani baba wa mtoto? Nancy alitabasamu kwa namna ya ajabu na kujibu, utajua tu muda si mrefu. Na nitaendelea kukushangaza. Gladys alibaki ameduaa. Maneno hayo yalikuwa ya ajabu. Kwa nini Nancy aseme hivyo? Je, alikuwa anatania au alikuwa anaficha jambo? Alijaribu kujituliza, akijisema huenda Nancy alikuwa ana utani wake wa kawaida. Lakini kadri siku zilivyopita, tabasamu la Nancy na maneno yale ya fumbo yaliendelea kumtesa kichwani. Utajua tu muda si mrefu, maneno hayo yalirudi kichwani mwake kila usiku. Kisha siku moja asubuhi, akiwa anasafisha nyumba, simu yake ililia tena. Alipoangalia alishtuka, ilikuwa ni mama mkwe wake. Gladys hakuzungumza naye kwa wiki nyingi, hivyo kupokea simu hiyo kulikuwa jambo la kushangaza. Alijibu kwa hofu, "Halo." Sauti ya mama mkwe wake ilisikika ikiwa baridi kama barafu. "Unapaswa kuaibika, Gladys. Huwezi hata kumzalia mwanangu mtoto. Na sasa angalia wapi tumefika." "Samahani mama, unamaanisha nini?" Gladys aliuliza kwa hofu. "Mwanamke mwenye uwezo kuliko wewe sasa ni mjamzito kwa ajili ya mwanangu. Nitakuwa bibi hivi karibuni. Yeye ndiye atakayempa Laurent familia anayostahili." Gladys alishikwa na mshangao. Mwanamke mwingine? Mjamzito? Alijiuliza kwa sauti ya kutetemeka. Mama, nani huyo mwanamke? Utajua tu muda si mrefu, mama mkwe wake alijibu kwa sauti ya dharau, kisha akakata simu kwa ukatili. Macho ya Gladys yalijaa machozi. Dunia ilianza kuzunguka mbele yake. Moyo wake ulianza kudunda kwa nguvu.
Hali ya kutoamini ilimvaa mwili mzima. Jioni hiyo Laurent alirudi nyumbani. Gladys alikuwa ameketi sebuleni, macho yakiwa mekundu kwa kulia. Mara tu alipoingia, Gladys alinyanyuka na kuuliza, "Ni kweli? Kuna mwanamke mjamzito kwa ajili yako?" Laurent alimtazama moja kwa moja na kusema kwa utulivu usio wa kawaida, "Ni kweli." Gladys alihisi moyo wake ukichanika vipande vipande. Akaketi polepole. "Ni nani huyo mwanamke?" aliuliza kwa sauti ya chini kama mnong'ono. "Ni Nancy," alijibu Laurent. Gladys aliduaa. Nancy? Rafiki yake wa karibu? Alishindwa kuzungumza. Machozi yalianza kumtoka kwa kasi. Alijihisi kama dunia imemwangukia. Nancy? Yule niliyekuwa nikimwamini kwa kila kitu. Laurent alitikisa kichwa. Ndiyo. Na tutakuwa na mtoto. Anahitajika sana katika familia hii. Gladys alipigwa na butwaa. Lakini kilichomgusa zaidi ni maneno yaliyofuata. Nancy atahamia kwetu. Kama huwezi kuishi na hilo, unaweza kuondoka. Gladys alishtuka. Unasema nini? Nimesema Nancy ni mama wa mtoto wangu. Hii ni nyumba yangu. Kama huwezi kuvumilia, nenda. Gladys alibaki amesimama katikati ya chumba akiwa amepoteza kila kitu. Ndoto zake, mapenzi yake, marafiki zake, na sasa hata heshima yake kama mke. Ndani ya sekunde chache maisha yake yalikuwa yameanguka kabisa. Siku chache baada ya Laurent kutangaza kuwa Nancy alikuwa mjamzito kwa ajili yake, Nancy alihamia rasmi ndani ya nyumba ile ile ambayo Gladys na Laurent waliishi kama mume na mke kwa miaka 5. Gladys alihisi kama mgeni katika maisha yake mwenyewe. Kuanzia siku ya kwanza tu, ilikuwa wazi kwamba Nancy hakuwa na nia ya kufanya maisha ya Gladys kuwa rahisi. Alitembea ndani ya nyumba kwa kujiamini kana kwamba yeye ndiye mmiliki. Alianza kutawala kila kona, kutoka jikoni hadi sebuleni. Na kila mara aliangalia Gladys kwa jicho la dharau. Laurent, aliyewahi kuwa mume mwenye upendo, sasa hakusema naye kabisa, na kila alipozungumza naye, maneno yake yalikuwa ya kejeli au makali. Alikuwa akimpendelea Nancy kila wakati. Mama wa Laurent naye alianza kupiga simu kila siku, akimsifia Nancy na kumshambulia Gladys. Mwanangu Laurent hatimaye amepata mwanamke wa maana. Si kama yule tasa wa zamani. Sasa naweza kupata mjukuu, alisema kwa sauti ya juu ambayo Gladys alisikia wazi kabisa akiwa jikoni. Nancy hakubaki nyuma. Alianza kumdhalilisha Gladys kila siku kwa maneno ya chuki na dhihaka. Gladys, ungetakiwa kupunguza uzito sasa. Pengine ungekuwa wa kuvutia zaidi. Labda ndiyo maana Laurent hakutaki tena, alisema huku akijikuna tumbo lake, akionyesha ujauzito wake bandia kana kwamba ni lulu. Wakati Laurent yupo karibu, Nancy alijifanya mpole na mpendevu. Lakini walipobaki wawili tu, alimtukana Gladys, kumuita majina mabaya kama mvivu, mwenye wivu na mbaya zaidi, tasa. Hivi kweli unajishughulisha na nini tena humu ndani? Kwa nini usiondoke tu? Alimuuliza siku moja huku akicheka. Gladys alijaribu kumweleza Laurent mateso aliyokuwa akipitia, lakini Laurent hakumjali. Una wivu tu. Nancy ananizalia mtoto. Wewe shukuru bado uko hapa. Angekufukuza hata leo. Gladys alihisi moyo wake ukipasuka kwa huzuni. Nyumba aliyoiita nyumbani sasa ilikuwa jehanamu. Kila siku ilikuwa vita ya kiakili. Kila siku alikuwa akidhalilishwa, kutukanwa na kupuuzwa. Kila alipomwona Nancy akijikuna tumbo, alikumbuka ndoto zake mwenyewe za kuwa mama. Kila alipomsikia mama mkwe akisema, huyo ni mwanamke wa kweli, si kama wewe, alihisi mwili wake ukizimia. Lakini pamoja na yote, Gladys hakujitoa. Alivumilia. Lakini moyo wake ulikuwa ukivunjika vipande vipande. Baada ya mateso ya kila siku, Gladys alijikuta akifikia ukomo wa uvumilivu wake.
Kila kitu kilikuwa kinamwelemea: maneno ya Nancy, dharau kutoka kwa Laurent, na simu za kejeli kutoka kwa mama mkwe wake. Siku moja usiku akiwa kitandani, huku machozi yakimtoka, aliamua kimoyomoyo, siwezi kuendelea hivi. Nitatafuta msaada. Lazima nijue ni nini kinachonizuia kupata mtoto. Asubuhi iliyofuata, Gladys alikwenda hospitali ya mtaa wa Sinza kwa ajili ya uchunguzi wa afya. Ilikuwa mara ya kwanza kwa muda mrefu kuwa mahali ambapo alihisi salama. Alijaza fomu, aliketi kwenye foleni na hatimaye daktari akamuita. Baada ya mahojiano na vipimo mbalimbali, daktari alimweleza kwa sauti ya huruma, Gladys, baada ya kupitia vipimo vyako vyote, tumegundua una hali inayoitwa PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Gladys alimtazama daktari kwa mshangao. PCOS? Hiyo ni nini? Ni hali ambayo husababisha mfumo wa mayai kutofanya kazi ipasavyo. Ovari zako hazitoi mayai kila mwezi kama inavyotakiwa, jambo ambalo hufanya iwe vigumu kushika mimba. Lakini kumbuka, hii ni safari ya muda. Unahitaji kuwa na subira na kujitunza. Gladys alitoka hospitalini akiwa amebeba matumaini. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alikuwa na sababu ya kuamka kila siku na kufanya kitu kwa ajili yake mwenyewe. Asubuhi iliyofuata aliwahi kuamka na kuvaa nguo zake za mazoezi. Alianza mazoezi ya kawaida: kuruka kamba, kujinyoosha na kutembea kwa kasi kwenye uwanja mdogo wa karibu na nyumba. Lakini haikupita muda, Nancy alianza kulalamika kwa sauti ya huzuni ya bandia, Gladys ananifanya mimi na mtoto tushindwe kupata usingizi. Hiyo kelele yake ya mazoezi ni hatari kwa ujauzito wangu. Laurent, bila hata kuchunguza ukweli, alimjia Gladys kwa hasira. Acha huu upuuzi wa mazoezi. Nancy ni mjamzito. Huwezi kuendelea kumsumbua namna hiyo. Gladys alijaribu kujieleza, lakini kabla hajamaliza, Laurent alimkatisha kwa maneno makali. Wewe huwezi kunizalia mtoto, lakini bado unahangaika na mazoezi ambayo hayana maana yoyote. Maneno hayo yalimkata roho kabisa. Lakini hakulia. Hakujibu. Alinyamaza, lakini akapanga jambo jipya kichwani. Usiku huo alipokuwa amelala, alijifunga moyo na kuamua, siwezi kuendelea kujitesa hapa. Nitafanya mazoezi mahali ambapo nitapata heshima na uhuru. Kesho yake alijiandikisha kwenye gym ndogo ya mtaa wa Sinza. Ilikuwa sehemu tulivu, yenye watu wachache na walimu waliokuwa na moyo wa kusaidia. Hapo ndipo alimkutana na Justin, mwalimu wa mazoezi mwenye tabasamu la upole na moyo wa huruma. Justin alikuwa mtu wa aina yake, kila wakati akimtia moyo kila alipochoka, akimwambia, unafanya vizuri Gladys. Usikate tamaa. Wewe ni hodari. Maneno hayo yalimgusa Gladys kwa namna ambayo hakuwa ameisikia kwa muda mrefu. Kila siku alizidi kuwa na hamasa ya kurudi gym, si kwa sababu ya mazoezi tu, bali kwa sababu mahali pale palimpa amani, upendo na heshima, vitu ambavyo nyumbani hakuwa navyo tena. Kila siku alipokwenda gym, Gladys alizidi kuwa mtu mpya. Moyo wake uliokuwa umejaa huzuni sasa ulianza kujaa matumaini. Alianza kuona mwanga mbele ya maisha yake. Justin alimtia moyo kila hatua. Baada ya kila mazoezi, Justin alimsifia kwa maneno ya dhati. Unaendelea vizuri sana Gladys. Una nguvu. Una moyo wa kupigania kile unachotaka. Gladys alihisi maneno hayo kama dawa ya roho. Kwa muda mrefu hakuwa amesifiwa. Hakuna aliyekuwa akimwona isipokuwa Justin. Walizidi kuzungumza kila baada ya mazoezi. Walianza kucheka pamoja, kugawana hadithi za maisha, na Gladys akajikuta akiwa anangoja kwa hamu siku inayofuata tu aweze kuonana naye tena. Justin alikuwa tofauti sana na Laurent, hakuwa na kejeli wala dharau. Alimsikiliza, alimheshimu, na kila neno lake lilijenga badala ya kubomoa. Siku moja baada ya mazoezi magumu, Justin alimsogelea akiwa na tabasamu jepesi. Gladys, umekuwa ukifanya juhudi kubwa sana. Umeniongoza hata mimi kujifunza kuhusu uvumilivu. Wewe ni mwanamke jasiri.
Gladys alicheka kwa haya kidogo. Nimeamua kuishi kwa ajili yangu sasa. Sitaki tena kuishi ili kumridhisha mtu mwingine. Justin alitabasamu. Hicho ndicho kilichokufanya uwe wa kipekee. Maneno hayo yalimletea joto moyoni ambalo hakuwa amelisikia kwa muda mrefu sana. Wakati huo huo nyumbani, Laurent alianza kugundua mabadiliko. Gladys hakuwa akimpigia tena simu, hakuwa akimlilia, hakuwa akimfuata. Alikuwa akirudi nyumbani kimya kimya, mara nyingine akiwa hata anacheka mwenyewe. Siku moja jioni walipokutana kwenye korido ya nyumba, Gladys alikuwa anatabasamu. Alivaa mavazi yake ya gym, alikuwa amepungua uzito kidogo na mwanga wake wa zamani ulibadili hewa ya chumba chote. Laurent alimwangalia kwa mshangao. Unatabasamu sana siku hizi. Kuna nini kinaendelea huko gym? Gladys alimtazama tu na kujibu kwa upole. Ni maisha tu, Laurent. Naelewa thamani yangu sasa. Laurent alihisi wivu wa ajabu. Alianza kuhisi kwamba Gladys anampoteza kabisa. Lakini hakuwa na uhakika cha kufanya. Usiku huo alijaribu kumgusia Nancy ambaye sasa alikuwa anajifanya mjamzito kwa zaidi ya miezi 10 bila dalili yoyote ya kujifungua. Gladys hana muda na mimi tena. Ni kama sitoshi kwake, alisema kwa hofu iliyojificha. Nancy alimkodolea macho kwa hasira. Si huyo ulimwambia aondoke? Sasa unataka nini tena? Laurent hakuwa na jibu. Hii ndiyo hali aliyoichagua mwenyewe, lakini sasa alikuwa anaanza kuona alivyopoteza Lulu kwa mikono yake mwenyewe. Kadri miezi ilivyopita, mazoezi ya Gladys yakawa si tu njia ya kuimarisha mwili wake, bali pia njia ya kuponya moyo wake uliovunjika. Kila jasho alilomwaga kwenye gym lilikuwa kama kuosha huzuni ya siku za nyuma. Na kila tabasamu kutoka kwa Justin lilikuwa dawa kwa roho yake. Justin hakuwa tu mkufunzi wake, alikuwa rafiki, msaidizi na mwanga katika giza lake. Kila siku waliongea zaidi, wakacheka zaidi na walielewana kwa urahisi sana. Siku moja alasiri baada ya mazoezi, Gladys alikuwa akipumzika kwenye benchi nje ya gym, jasho likimdondoka lakini uso wake ukiwa mtulivu. Justin alisogea na kuketi pembeni yake akimkabidhi chupa ya maji baridi. Nikuambie kitu, Justin alisema kwa sauti ya upole, macho yake yakimtazama kwa makini. Niambie, Gladys alijibu akiwa amejawa na shauku. Napenda kuwa karibu na wewe, Gladys. Sijui lini ilianza, lakini kila siku ninapokuona, moyo wangu hupata furaha tofauti. Naelewa uko kwenye kipindi kigumu, lakini siwezi kuficha tena. Nakupenda. Gladys aliduaa kwa muda. Hakutegemea. Hakujua ajibu nini. Lakini ndani yake, moyo wake ulianza kupiga kwa kasi, si kwa hofu, bali kwa furaha isiyotarajiwa. Justin alisema kwa sauti ya utulivu. Nimejeruhiwa sana. Na bado naendelea kupona. Siwezi kukuahidi chochote kwa sasa. Lakini najua jambo moja, wewe ni mtu wa pekee. Wewe ni tofauti. Justin alitabasamu kwa upole. Sijali. Sitaki kukulazimisha. Niko hapa kwa ajili yako. Nitamngojea mpaka utakapokuwa tayari. Maneno hayo yaliingia moja kwa moja moyoni mwa Gladys. Hakuwahi kusikia mwanaume akimpa nafasi ya kupona bila masharti, bila presha. Ilikuwa mara ya kwanza kusikia kuwa na thamani hata bila kujibadilisha. Usiku huo aliporudi nyumbani, alitembea kwa utulivu. Hakuwa na hofu tena ya vicheko vya Nancy wala kejeli za Laurent. Moyo wake ulikuwa imara kuliko wakati wowote. Lakini alipoingia sebuleni, alikuta Laurent akimsubiri, uso wake ukiwa na wasiwasi mkubwa. Gladys, tunaweza kuzungumza? Gladys alikaa kimya akimtazama tu. Nimefanya makosa. Najua. Nancy alinidanganya. Najua huwezi kunisamehe kirahisi. Lakini bado nakupenda. Gladys alitikisa kichwa taratibu. Ungeweza kunikumbuka wakati bado nipo. Sasa ni kuchelewa, Laurent. Mimi si yule Gladys wa zamani. Mimi ni mtu mpya sasa.
Nina dhamani na najua hilo. Laurent alinyamaza. Alijua Gladys alimaanisha kila neno. Miezi ilizidi kusonga mbele, lakini bado Nancy hakuwa amezaa. Tangu atangaze kuwa ana ujauzito, tayari zaidi ya miezi 10 ilikuwa imepita. Hakukuwa na dalili zozote za uchungu wa uzazi wala maandalizi ya mtoto. Hakuna kliniki wala picha za kipimo cha mimba. Mama wa Laurent, ambaye mwanzoni alikuwa mfuasi mkubwa wa Nancy, sasa alianza kushuku. Siku moja alifika nyumbani kwao ghafla, akaketi na mwanawe sebuleni. Laurent, nataka uniambie ukweli. Nancy atajifungua lini? Hii mimba yake inazidi kupita muda wa kawaida. Hii siyo kawaida. Wanawake hawakai mimba miezi 11. Laurent alishusha pumzi ndefu. Hata mimi nimeanza kuwa na wasiwasi. Kila nikimuuliza anasema ni mimba ngumu na kwamba daktari amesema ipo salama. Lakini hajawahi kuniambia ni hospitali gani anahudhuria. Mama yake alimguna kwa sauti ya kukerwa. Wewe ni mjinga sana, Laurent. Unaweza kweli kuamini kila kitu unachoambiwa na mwanamke aliyeiba mume wa mtu? Nenda kamkague mwenyewe. Weka ukweli hadharani. Jioni hiyo Laurent aliamua kurudi nyumbani mapema. Alikuwa na hisia mbaya ndani ya moyo wake. Alipofika hakugonga mlango wa chumba cha Nancy. Alifungua taratibu na hapo alikuta jambo lisilotarajiwa kabisa. Nancy alikuwa amesimama mbele ya kioo akiwa anavua tumbo bandia, ile mipira ya povu aliyokuwa akijifunga tumboni kumdanganya Laurent. Laurent aliganda. Macho yake yalitoka. Alipigwa na butwaa. Kwa sekunde kadhaa alishindwa kuamini alichokiona. Nancy, unafanya nini? Aliuliza kwa sauti ya mshituko. Nancy alishtuka, akajizungusha haraka akiwa bado hajavaa vizuri. Macho yake yalimtazama Laurent kwa hofu na aibu kuu. Naweza kueleza, alijaribu kusema. Lakini Laurent alikuwa tayari ameshajua ukweli wote. Mimba yote ilikuwa uongo. Ulikuwa mpango wa kumtenganisha na Gladys. Kwa hiyo huu muda wote ulikuwa unanidanganya. Wewe hujawahi kuwa na ujauzito hata siku moja. Nancy alishusha kichwa. Machozi yakaanza kumtiririka. Niliogopa kukupoteza. Nilikuwa na wivu, sikutaka uendelee kuwa na Gladys. Ulinipa nafasi nikaivamia. Laurent alipandwa na hasira. Macho yake yalijaa chuki na majuto. Ulinidanganya, ukanifanya nimdhalilishe mke wangu, nikamtukana, nikampiga, nikamfukuza kwa uongo wako huu mchafu. Nancy alijaribu kumsogelea, lakini Laurent akamzuia kwa mkono. Toka. Leo. Hivi sasa. Nenda kabisa. Sitaki kukuona tena. Nancy alijaribu kuomba msamaha, lakini Laurent hakusikia kitu. Alimtoa nje ya nyumba kwa hasira, huku tumbo bandia likiwa bado limelala kwenye meza ya chumba. Baada ya Nancy kuondoka, Laurent alikaa kwenye sofa kwa muda mrefu, uso wake umefunikwa na mikono, akiwa amejaa majuto makubwa. Alimkumbuka Gladys. Alimkumbuka maneno yake ya mwisho. Alikumbuka jinsi alivyoonekana mwenye amani. Na sasa alielewa, alimfukuza malaika kwa mikono yake mwenyewe. Baada ya kumfukuza Nancy, Laurent alihisi nyumba ikiwa na kimya kisichovumilika. Sebule iliyokuwa na kelele za mizozo sasa ilikuwa tupu. Ukuta wa chumbani bado ulikuwa na picha ya ndoa yao, yeye na Gladys, wakicheka kwa furaha ya siku ya harusi. Usiku huo akiwa hajalala, Laurent alichukua simu yake na kumpigia mama yake. Simu ilipopokelewa, alilia kama mtoto mdogo. Mama, Nancy alinidanganya. Hakuwa mjamzito. Kila kitu kilikuwa uongo. Nimempoteza Gladys kwa ajili ya mtu aliyekuwa na wivu tu. Mama yake alikaa kimya kwa muda, kisha kwa sauti ya kutulia akasema, nilikwambia mwanangu. Lakini hukusikia. Lakini bado hujapoteza kila kitu. Kama kweli unampenda Gladys, basi usikate tamaa. Tafuta msamaha wake.
Kesho yake Laurent alivaa nguo zake vizuri na akaenda hadi gym ya Sinza, mahali aliposikia Gladys huenda kila siku. Alimkuta akiwa anafanya mazoezi, uso wake uking'aa kwa afya na furaha. Alisubiri hadi alipomaliza, kisha akamsogelea kwa unyonge. Gladys, tafadhali nisikilize. Najua nimekufanyia mabaya sana. Najua hakuna neno litakalofuta mateso yote niliyokusababishia. Lakini naomba samahani. Nimejifunza. Nimeona nilivyokosea. Tafadhali nipe nafasi ya pili. Gladys alimtazama, uso wake ukiwa mtulivu na wenye hekima. Hakukuwa na hasira tena, bali kulikuwa na huruma ya mtu aliyeshinda vita kubwa moyoni mwake. Laurent, niliomba msamaha siku nyingi. Nilihangaika kupigania ndoa yetu. Nilibeba mzigo wa kubadilika kwa ajili yako, nikajiumiza kwa sababu nilikupenda. Lakini ulivunja kila kitu. Lakini sasa mimi si yule Gladys wa zamani. Mimi ni mwanamke mpya. Nimejifunza kujipenda. Nimejifunza thamani yangu. Na nimepata mtu anayeniona, anayeniheshimu na kunipenda jinsi nilivyo. Wakati huo huo, Justin alikuja kwa nyuma, akamshika Gladys kwa mkono kwa upole. Walitazamana kwa jicho la watu wenye kuelewana bila kusema neno. Laurent alijua ni nini maana yake. Gladys alikuwa amesonga mbele. Akiwa na machozi, alitikisa kichwa kwa kukubali. Samahani Gladys, na nakutakia heri. Gladys alitabasamu kwa upole. Asante. Wewe pia ujifunze. Na uponyeke. Laurent aliondoka kwa polepole, akibeba kumbukumbu ya mwanamke aliyewahi kuwa mwanga wake. Lakini sasa mwanga huo ulikuwa umehamia mahali pengine, mahali pa kweli. Miaka 2 baadaye, Gladys na Justin walifunga ndoa katika bustani tulivu ya Kunduchi, pembeni ya bahari. Ndoa ilikuwa rahisi lakini ya kuvutia, ikiwa na marafiki wachache wa kweli, familia na upendo halisi. Gladys alikuwa mrembo, mwenye tabasamu la amani na moyo uliopona. Walicheka, walicheza na walikumbatiana, huku wakiapa kuishi kwa heshima, mawasiliano na uaminifu. Kwa mara ya kwanza maishani, Gladys alijua alikuwa mahali sahihi, mikono sahihi, moyo sahihi na maisha sahihi. Mafunzo ya hadithi hii: mapenzi ya kweli hayahitaji kujibadilisha ili kupendwa, bali yanapaswa kukuinua na kukuimarisha jinsi ulivyo. Usijisahau kwa ajili ya mtu ambaye hakudhamini. Kujikubali, kujitunza na kujipenda ni hatua ya kwanza ya kupata heshima na furaha ya kweli. Wapendwa watazamaji, umeipenda simulizi hii? Niambie hapo kwenye comment. Na ikiwa umefurahia hadithi hii, bonyeza like, usisahau kusubscribe ili usikose hadithi nyingine tamu kama hii. Asante kwa kutazama na uwe na siku njema.